Wamunyoro na timu yako Wamunyoro Express, naona mnasema mafuta yanapanda bei, lakini nyinyi Wamunyoro na hiyo timu yako, yani hakuna mtu anasafikiria hata kidogo, yani kufikiria hata kidogo tu. This problem ni international, si ya Kenya, sio ya Mlima, si ya Rift Valley, si ya Coast, si ya Nyanza, ni shida ya international. Yani hata unyamesoma hapo Jumeni hawezi kuambia hapo tunatupa mbao. That's why ukiona Eugene amepigika mpaka kama hata kichwa haifanyi. Ukiona Matiang'i, you don't I don't know, I feel there's a problem with you Matiang'i. Hujawahi pitia hiyo vitu unapitia hiyo ya opposition. That's why sasa yote unalala, hata ukisimama kama leo umekuwa na shida, unataka kulia, sijui unataka kufanya nini, hata ukiongea ni akili haiko hapo, iko mbali. Huyu mwingine kando yenu Kalonzo, huyo aliweka free, huyo hata hana haja. Sasa ukisema ati sijui ile mafuta ilifanyika nini, ilikuwa inafaa kuwa G2G. Kwani nyinyi ndio mlipanga G2G? Mwenye alipanga G2G hakuwa anajua alipanga G2G. Sasa niwaulize, mnasema ati wenye hiyo mafuta mara ni waziri na mwenyewe. Sasa kwani hii serikali ni ya nani? Ni ya wale wadogo ama ni ya huyu mkubwa alafu wa waziri? Sasa mkisema ati kuna deal ilifanywa hapo sijui hao wakubwa na ine wamewekelea watu wadogo. Unajua msionanga wa Kenya ni wajinga. Sasa naona hata Gen Z siku hizi online wanawauliza maswali na wanasema sasa kama hawa ndio opposition. Hata tukipatia Gen Z waendeshe nchi sasa hii. Wako na akili 50 times than you guys. Yaani nyinyi mnajua namekaa hivi, yani hao wengine wadogo hapa mnawaumiza. Sasa mngeangalia lunch hata ndio mkuje mfanye hiyo press. Kwa sababu najua Wamunyoro ni kuropoka tu. Matiang'i pressure ni mingi. Sijui atoke, sijui aendelee, sijui afanye nini, lakini najua Uhuru anamsukuma. Akaekaa hapo anajaribu kupolice boss yake. My friend Matiang'i, mambo yanabadilikanga bwana. Hii problem ya mafuta ni international. Ukienda nchi, sitaki kutaja majina ya nchi ya watu. Ukienda nchi nyingine hapa karibu, utapata wameongeza na 100, wengine wameongeza na 60, wengine wameongeza na 100 na kitu. Yaani sisi bado tunajikaza na tunaomba Mungu sana tuombee nchi yetu. That's why hakuna kitu nyinyi mnapanga. Mnaokota takataka yote kwa pipa. Unachomwa na chupa, unachomwa na sindano ilikuwa kwa pipa, unachomwa na sahani hata ilikuwa imepasuka imetupwa kwa pipa, mkebe. Kwa sababu unaokota kila kitu tu na kuongea. Si hata muanalyze mseme hii statement inakaaje, kuna ukweli hapa. That's why tunawaambia tafuteni sera. Tafuteni sera ndio mkuu na maneno ya kuongelesha wa Kenya. Kwa sababu mnajiaibisha. Mnajiaibisha sana. Mnajiaibisha sana. So Wamunyoro, wewe sio mbaya sana kwa sababu ukiona umeweza akili ya hii watu wanakaa nyuma yako na vile uko chini kwa mtaro. Inamaanisha hao wako chini zaidi. Mnaangalia wana mafuta. Na ndio imeongezwa sijui pesa ngapi? Muulize kwanza, mngefanya research kwanza. Hii problem ya mafuta sio yetu. Ni ya Middle East yote hiyo, na imeaffect maingi zote za Afrika na kila mahali. Na hurumiaga sana nyinyi makatuni. Makatuni tu hapo. Mnafanya tu katuni 24/7. Yaani hamna kazi, mwende kwa shamba mlime. Kuna wengine wanasema ya kwamba ati kwa sababu mafuta imeongezeka na imeongezeka duniani kote, wanataka kufanya maandamano hapa Kenya. Mimi nawauliza, tukifanya maandamano bei ya mafuta itakuja chini? Itakuja chini? Si lazima tutumie akili kupunguza gharama ya mafuta? Na tupange tuhakikisha kwamba ile vita inaendelea ndio inatuletea shida iishe huko mahali inaendelea. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie wa Kenya,
serikali ya Kenya itafanya juu chini kuhakikisha ya kwamba bei ya mafuta haiendi juu zaidi, na vile vile kuna mafuta ya kutosha ya kusukuma gurudumu ya taifa letu la Kenya. Wakenya hoye! Wakenya hoye! Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Kisii, si mnasema tuendelee na kufanya kazi? Nyinyi mnaniuliza nimalizie nyinyi stadium, nimalize hii stadium ile bilioni 1 tukamilishe. Mnasema nijenge mabarabara, mnasema nijenge masoko, hata hii soko yenu nikuje nijenge. Mnasema tuunganishe stima, mnasema nijenge airport. Wangapi wanasema niendelee na kazi? Jameni, niendelee na kazi. Matter. When you read all the documents and all the information that has been brought to our attention, it's so abundantly clear that the president and head of state is not just an interested party in this matter. He is a practical key player in this whole matter. And our president is now faced with that conflict of interest where he needs to choose between being head of state and government and therefore the custodian of the welfare of the people of Kenya, and the businessman and the practitioner that he is in the business environment. Because for the private sector in this country, the leader of our nation is a predatory competitor, and he can't hold that position of competitor and regulator at the same time, because obviously you can see the resultant effect of it. It's untold pain and suffering of our people. Lastly, I hate to say this. I always hope I'm wrong on some of these things, because just 4 years ago, before we left the government, we warned the country about a number of these things. I was the previous administration when we saw some of these things, and pointed out that these our friends do not have the capacity to be fair arbitrators and leaders of a great nation such as ours. In my view, and we've discussed this matter considerably, if this issue is not dealt with, this matter of oil, I think we haven't seen the worst yet in terms of the direction our economy is going to take and some of the things that are going to happen as a result of the conduct of government business. So when we say publicly that our country is going the wrong direction, we do so because we love our country, we are patriotic, we are responsible people, and we have a moral duty to point out to our fellow citizens when we think we are clearly entering a very dangerous zone in the affairs of our country. Our leaders need to make that painful decision. Are they going to be leaders, regulators, managers of the affairs of our country and therefore the custodians of our people's welfare? Or they are going to be private business people doing business? If you sat down with Kenya Private Sector Alliance, the Kenya Association of Manufacturers, and all these private sector people working in our country and investing, working very hard in our country, some of them in low tones, some of them in extreme frustrations of the things that happen, give you evidence that our country is headed the wrong direction. And we are asking these questions not because we are negative about these things, but because we are also alarmed at all these things that are available. And we want to, lastly, on behalf of my colleagues, thank the Kenyans who have given us this information. You had my three colleagues who spoke before me, Honorable Gashawa, Honorable Kalonzo Musyoka, and Honorable Muturi. All this information that we have, a lot of it every day is coming to us from Kenyans who are very concerned. We thank them.